Na maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu yanazungumza juu ya heshima ya ndoa. Biblia mpaka ikaandika maneno haya, ina maana kulikuwepo na sababu ambazo zilifanya ndoa ionekane ni kitu cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya heshima ya ndugu yetu Edwin na binti yetu Pendo, lakini kwa kuwa wamekubali kuishi katika maadili na maandiko matakatifu, wametulia mpaka kufikia mchana huu, wapo hapa wameketi, kila mmoja ana hamu ya kuangalia, kwa kuwa wametimiza heshima ya Mungu, wametimiza maandiko matakatifu ya Mungu, wametimiza mpango mtimilifu wa Mungu, wametimiza agizo la Mungu. Mungu ndiyo mwenye kuanzisha agizo hili la ndoa. Mungu akasema kwamba si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyizia msaidizi wa kufanana naye. Mungu ameona. Sasa kwa mpango huo huo, wanadamu wote wangelipaswa kuuiga mfano huo huo wa Mungu. Lakini ikafikia mahali ambapo wanadamu wakakeuka, wakafanya kinyume, wakajiendea. Ukisoma katika Mathayo utaona Biblia inauliza habari ya Mafarisayo. Wanamuuliza Bwana Yesu kwamba Bwana Yesu, ni halali kila mtu kumwacha mke wake kwa kila sababu? Akamwambia hapana. Sasa mbona Musa aliamuru hati ya talaka? Yesu akamwambia ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya wanadamu. Lakini Mungu mwenye heshima na mwenye utaratibu mzuri akapanga jambo hili, akaliagiza kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote. Kwa hiyo ndoa ni kitu cha heshima kama kikienda katika mpango wake wa heshima. Lakini mara nyingi sana katika nyakati za leo watu huiharibu heshima ya Mungu. Unashangaa tu, alikuwa kijana, mkikutana naye kesho asubuhi, habari za leo nzuri, nilioa jana. Ulioa jana saa ngapi? Una habari? Yule kijana mliona naye kule, sasa na mtoto alioa saa ngapi? Haijulikani. Sasa wakishafanya hivyo, ile heshima ya ndoa au ule mpango wa ndoa unakuwa haupo tena. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kwa sababu ya heshima nzuri ya Edwin pamoja na Pendo, walipofuata mpango mzuri wa Mungu, leo hii kila mmoja na hamu ya kuwaona. Hebu tumshangilie Mungu. Kila mmoja ana hamu. Wengine wametoka Dar es Salaam, wengine wametoka Mwanza, wengine wametoka Tabora, wengine walikuwa na kazi nzuri wameziacha. Ni kwa sababu tu ya heshima hii. Sasa heshima hii inaweza pia ikaharibiwa wakati mwingine kama mtu hakuelewa vizuri mausia ya Mungu. Lakini Biblia inatupa ushauri sisi tulioa na ndugu zetu ambao wanaanza leo kwamba ndoa inahitaji kuheshimiwa. Mtu wa kwanza kuheshimu ndoa ni wewe na mimi. Leo Edwin na Pendo ndio watu wa kwanza watafanya hii ndoa yao ambayo tunaifunga leo iwe ya heshima. Sasa nitahitaji niongea kidogo na hawa bibi harusi na bwana harusi, na wewe ambaye upo usikilize vizuri. Si kwamba tunawafundisha tu hawa, pia tunajifundisha sisi. Lakini sababu kubwa inayoweza kuvuruga heshima ya ndoa ni upungufu wa vitu ambavyo Mungu ameviweka katika mpango wake. Hebu tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi 45 mstari wa 10. Tutasoma maneno hayo. Na haya hasa ni kwako wewe Pendo. Naomba unisikilize vizuri kabisa.
hivi, sikia binti, utazame, utege sikio lako, wasahau watu wako na nyumba ya baba yako, naye mfalme atautamani uzuri wako, maana ndiye Bwana wako, nawe umsujudie. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndiyo maneno ya msingi kabisa yanayofanya ndoa iheshimiwe. Nimesema chanzo cha heshima ni yeye anayeoa na yeye anayeolewa. Hao ndio watu wa kwanza wanaofanya ndoa iwe na heshima. Wasipoelewa misingi, tayari ndoa inakuwa haina heshima, kwa kuwa hakuna anayeweza kukuheshimu kama we mwenyewe hujajiheshimu. Sasa Biblia inasema, sikia binti, binti yangu pendo, sikia. Ukitaka maisha yako ya ndoa leo yawe salama, yawe safi, kila aliyeshuhudia makutano yote haya waliopo hapa wakafurahi na kushangilia kwamba kwa kweli ndoa ya Edwini pamoja na Pendo ilikuwa ya maana. Kitu cha kwanza ambacho Biblia inasema kwamba lazima usikie, kitu cha kwanza, usahau watu wa nyumbani mwako. Msahau Nziku, msahau mama Nziku, wadogo zako, kula kwao, kuvaa ulikovaa, usahau. Uanze kabisa kwamba hivi leo ukigeuka kulia kwako unamwona Edwini, huyo tu. Ukimwelewa huyo, nakwambia heshima haitakosekana. Ukimwona kwamba huyo, na ukajifunza kwamba leo hii ni siku ya pekee. Najua ulikuwa na nguo nzuri nyingi tu, tena nzuri, zingine zilikuwa suti, zingine zilikuwa za kanga, zingine nasikiaga wengine nasema sijui za sukari, mimi hata sizijuagi. Lakini leo ukavaa nyeupe tu kuonyesha kwamba nataka kusahau vya nyumbani vyote. Nianze moja. Sasa tega sikio, usahau watu wa nyumbani mwako. Ukisha sahau watu wa nyumbani mwako, umtazame sasa Edwini. Ukimtazama Edwini, mambo yatakuwa mazuri. Sasa shida huwa ni kwamba watu huwa hawasahau. Siku 2-3 watakaa, Penda naanza, kwetu tulikuwa hatulagi hata mlenda, leo nakula mlenda. Ndoa gani hii? Kwetu sisi tulikuwa tunaendea kwenye gari bwana, sasa leo natembea kwa mguu. Kwetu sisi tulikuwa tunakaa, nikitaka kufanya hivi nafanya, nikitaka kufanya hivi nafanya. Nilikuwa na rafiki. Sasa ukifanya vitu hivyo, heshima ya ndoa haipo, itaharibika tu. Saa hizi unageuka kumtazama Edwini tu basi. Ukimtazama huyo, na kwambia utaendelea kunawiri na kuchanika. Lakini tuwakumbuka wakina Neema, wakina Esther, wakina Maria, kwamba tulikuwa tunarukaka na msita, basi mambo yameharibika. Kitakachofuata sasa, heshima inaisha. Matokeo yake ukipika chakula ni kumwonyesha mguu, na wewe sinajua kinapokaaga. Nimetoka safari, nimechoka. Shauri yako bwana, na wewe na makazi yako. Heshima hamna. Lakini kama ukimtazama kwamba yeye ni mfalme, huyo peke yake, hakuna mwingine tena mwenye kupata ushauri ni huyo. Una shida, huyo. Una tatizo, huyo. Una taabu, huyo. Umeishiwa, huyo. Hakuna mwingine wa kumpa ushauri kwamba naona ningeenda kwa fulana nipe ushauri. Ukifanya hayo, tayari umeharibu. Heshima ya ndoa imeisha, na hayo ndio yamefanya ndoa nyingi ziharibike. Anapata ushauri kwa binti ya Asmani huko, anataka ujenge nyumbani kwake. Ukifanya hayo, ukasahau watu wa nyumbani mwako, ukasahau mambo yako, ukasahau kila kitu,
ukamtazama huyu bwana wako, huyu mfalme wako, utamheshimu. Hayupo asiyejua kuheshimu mfalme. Jina la Bwana libarikiwe. Kila mmoja anajua heshima ya kumheshimu mfalme. Huwezi kuitwa na mfalme ukafika unasimama tu, nimeitika mfalme. Haiwezekani. Kuna kuwepo na unyenyekevu. Sasa huyu Edwini, itakuwa vizuri kama mfalme kwako ukisimama amekuita na itika, baba nimekuja, unatuna na kutuna. Anajisikia vizuri. Kimeuliwa chakula na mkaribisha kwa heshima, mume wangu karibu chakula, anaona vizuri. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, kajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na maua. Hivyo hivyo imewapasa wanaume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Mpendaye mke wake hujipenda mwenyewe, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyolitendea kanisa. Bwana asifiwe sana. Hayo ndiyo maneno ya msingi kwa ndugu Edwini na kwetu sisi wanaume tuliyooa. Tukisha kuiga mfano wa Yesu Kristo, kuna jambo la maana sana ambalo amelisema, kwamba tunatakiwa kuwapenda wake zetu kama jinsi tunavyojipenda katika miili yetu, kwa kuwa hakuna anayeweza akauchukia mwili wake. Na utakuta kwamba inashangaza, leo Edwini amepata mama mzuri mweupe. Au mtazame bwana, wewe ukimtazama sana mweupe, usiogope kumtazama, wewe muangalie mweupe. Lakini wewe mwenyewe ungelipaswa kujua kabisa kwamba huu weupe mwisho wake nini, ili uendelee. Lazima umpende kama unavyojipenda wewe, na naamini kabisa mpaka kufikia leo hakuna unapojichukia. Sasa shida ni kwamba itafikia mahala ambapo umempata pendo, utamsahau. Na utafanyaje kumsahau? Ni pale utakapoanza yale ya zamani. Ulikuwa zamani ukiwa kijana hujaoa, unakwenda siku umeenda Dar es Salaam, unatafuta ile hoteli nzuri, umepiga bajia, napiga na yai, napiga na nyama na kidali na soda. Sasa ukiyachukua haya ukapika kidali kule hotelini, ni vigumu kupata kidali cha kupeleka kwa mama, ni vigumu. Kwa hiyo ina maana kuna mambo mengine itabidi upunguze budget. Badala ya kula hoteli, uchukue vitu peleke kwa mama. Ulikunanunua suti, itabidi utafute suti mbili, ya kwako na ya mama. Ikibidi uzidishe, za kwako ziwe chache, za mama ziwe nyingi. Huko ndiko ambako Biblia inasema umpende kama unavyojipenda, kwa kuwa hayupo mtu ambaye anajichukia mahala popote. Sasa leo hii utashangaa watu wengi wamesahau, anajipenda mwenyewe. Wakati mwingine anageuza mke ni ngoma ya kupiga. Ninakwambia usikiaki wewe usikiaki, wewe usikiaki. Ni ngoma hiyo. Bwana Edwini atakupa ngoma leo. Tunakupa mtu ambaye ukijiangalia mpaka unajiona mwenyewe. Hakuna mwingine mtakayekaa kujadili maendeleo, maisha, sijui mipango, ni huyo tu peke yake. Ndio maana Biblia inasema umpende kama unavyojipenda mwenyewe, kwa kuwa hayupo anayeuchukia mwili wake sehemu yoyote. Sasa itakuwa ajabu kianza kumficha mama mashauri yako, mipango yako haielewi. Mimi najua tu, mimi sio mwanaume bwana. Hapana. Ukifanya hivyo
umeanza kuchukia sehemu moja. Itakuwa ni sawa na ukata kucha mkono mmoja, mkono mwingine unaacha. Tutakushangaa, Edwin siku hizi amebadilika, naanza kukata mkono mmoja kucha. Kwa hiyo ukifanya vitu vya namna hiyo, tayari utakuta ndoa yenu itakuwa ya heshima. Kama mlivyoianzisha, itaendelea mpaka umri, mpaka vipara vinaota. Heshima ni ile ile, hakuna kesi, hakuna ushauri, twende kwa baba akatushauri, hamna. Ushauri mnamaliza wenyewe tu. Tena mmetulia, mmekula, mmeshiba, mnakaa mnafanya ushauri. Mkifanya hayo, ndoa itakuwa imeheshimiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Asante kwa maneno haya ambayo umetupa kwamba ndoa iheshimiwe na watu wote na malazi yake yawe safi, kwa kuwa Mungu wewe utawahukumu waasherati na wazinzi katika dunia hii. Na kilichofanya watu waondoke katika heshima ni kukosa maadili matakatifu. Lakini tumeyasema maadili yako Bwana, wajibu wa binti yetu kwamba napaswa kusahau mambo ya nyumbani, kusahau tabia za nyumbani, kusahau shida walizokuwa nazo na kuishi katika nyumba hii. Na tumekwisha kusema juu ya baba kwamba napaswa kumpenda mke wake kama anavyojipenda, kwa kuwa kila anayejipenda utamani kuutunza mwili wake, utamani kuushibisha mwili wake, utamani kuuogesha mwili wake na ukawa salama. Baba, nakushukuru kwa maneno haya. Naomba ubariki mkutano huu kwa ajili ya maneno haya yote, katika jina la Yesu Mwokozi wetu, amen. Hebu tumshangilie Mungu. Wapenzi wangu, tumekusanyika hapa leo mbele za Mwenyezi Mungu na mkutano huu ili tuwaunganishe mwanamke huyu na mwanaume huyu katika ndoa takatifu ambayo imesifiwa na Paulo mtakatifu kwamba yaheshimiwe na watu wote. Kwa hiyo haifai mtu yoyote kuingilia katika hali hiyo kwa haraka ama kwa kutokufikiri, bali kwa utaratibu na katika kumcha Mungu. Watu hawa wawili wataka sasa kuingia katika hali hiyo takatifu, na mtu yeyote akiweza kuonyesha sababu ya haki watu hawa wasiunganishwe kwa halali, aseme sasa. Natoa dakika moja. Kama yupo mtu anasema sio halali, tumetangaza kwa wiki 3 na leo bado tunatoa ruhusa. Sisi tunasema wakuuliza, tunakuuliza kama upo unyoshe mkono, kama mtakavyojibu katika siku ya hukumu ya kutisha, ambayo siri zote za mioyo ya watu wote zitakapofunuliwa. Na wataka ninyi muungane sasa, mmoja wenu akijua kizuizi cha kuwazuia msiunganishwe kwa halali katika hali takatifu ya ndoa. Kwa kuwa jueni sasa kwamba watu waunganishwao kwa njia isiyoamriwa na Mungu hawaunganishwi na Mungu, kisha ndoa yao si halali. Kama mmoja wenu anayo sababu, naweza kusema mimi hapana, lakini wali tutakula sisi, tuache. Edwini, wapenda kuwa na mwanamke huyu awe mke wako wa kumwoa, kae pamoja kama ilivyoamriwa na Mwenyezi Mungu katika hali takatifu ya ndoa. Utampenda na kumheshimu na kumlinda na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na wengine wote utawaepuka na kuwa naye peke yake siku zote mtakazoishi yote wawili. Yeye anasema anapenda. Jamani, hebu makofi haya kwa tendo. Wapenda kuwa na mwanaume huyu awe mume wako wa kukuoa, ili mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mwenyezi Mungu katika hali takatifu ya ndoa. Utampenda na kumheshimu, utamtii na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na wengine wote utawaepuka na kuwa naye peke yake siku zote mtakazoishi nyote wawili.
Mimi Edwin nakupokea wewe Pendo, uwe mke wangu halali, kuwa nawe siku zote kutoka leo, katika hali njema ama mbaya, katika umaskini na utajiri, katika ugonjwa na uzima, nitakupenda na kukulinda siku zote tutakazoishi sote wawili. Kwa hiyo nakupa ahadi ya nadhiri yangu. Nayo nadhiri ya kumpa? Ndio. Kwa hiyo jamani, mwenzetu anasema anayo nadhiri ya kumpa mke wake. Yaani yeye ameona kuliko kumpa gari, akaona mpe kitu kisicho na mwisho kabisa. Nani gari linakufaga? Jamani, makofi kwa Bwana. Mimi Pendo nakupokea wewe Edwin, uwe mume wangu wa kunioa, kuwa nawe siku zote kutoka leo, katika hali njema ama mbaya, katika umaskini ama uzima, katika utajiri, katika ugonjwa au uzima, nitakupenda na kukutii siku zote tutakazoishi sote wawili. Hivyo nakupa nadhiri yangu. Jamani, naye anasema nawe nadhiri ya kumpa. Hebu tuone. Jamani, yeye anasema na nadhiri ile ile. Anasema hivi, wewe ni ule ule. Ule wewe ni ule ule tu, haubadiliki. Sijui unaona vizuri. Hebu piga makofi. Ninakupokea wewe Pendo. Nami ninakupa mali yangu yote hapa duniani. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi wakati huu jamani, angalia sasa anaangisha pete ikiwa ni ushahidi wa nadhiri yake kwa ajili ya kupenda. haya mama, sasa mpige baba. Mama naye anajiandaa kumpika baba nadhiri yake ya kwamba mimi ninakupenda siku zote za maisha yangu, ya mkono kwamba haya mke wangu nivishe. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Jamani, vigelegele havitoshi.
kufananishwa na safari ndefu.